ni vitu vitano ambavyo hautakiwi kuviogopa, ila unatakiwa ufanye maandalizi navyo. Jambo la kwanza kabisa ni kifo. Kifo hata kama unakubali au hukubali, lakini lazima kitokee. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kufanya maandalizi au kujiandaa. Kwa hiyo hutakiwi ukiogope, unatakiwa ufanye maandalizi. Na jambo lingine ambalo pia hutakiwi uliogope, lakini unatakiwa ufanyie mazingatio nalo ni ndoto. Kwa maana ndoto ziko za aina mbili, kuna ndoto ambayo inatoka kwa Mungu na kuna ndoto ambayo inatoka kwa Ibilisi au Shetani. Kwa hiyo ndoto ambayo inatoka kwa Mungu huwa inakuja kwa ajili ya kuweza kukumbusha jambo ambalo ni baya unatakiwa uliache, au jambo zuri ambalo unatakiwa ulifanye. Kwa hiyo unatakiwa tu uangalie ndoto inaeleza nini, na unaangalia mtakabali wa mambo yako uliyoweka. Huenda nyingine ikawa na kuelekeza jambo ambalo ukawa na idea nalo, na nyingine ukawa hujui kabisa inataka nini. Lakini kama ndoto ni nzuri, unatakiwa uweze kuisimulia, na kama ndoto ni mbaya, unatakiwa uweze kuiacha. Lakini pia inategemea na watu ambao unawasimulia. Uangalie na watu ambao unawasimulia ndoto ambayo unayo. Lakini jambo lingine la muhimu ambalo unatakiwa kuliogopa, unatakiwa ufanye jinsi ya kujilinda nalo ni uchawi. Uchawi unatakiwa kuogopa, lakini unatakiwa ufanye vitu vya kuweza kujilinda nao. Kwa mfano kuomba dua mbalimbali kwa ajili ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, ili aweze kukulinda, kwa maana kuna viumbe wabaya ambao wewe huwezi kuwaona, ila Mwenyezi Mungu yeye anawaona. Kwa hiyo ukiwa unamtegemea yeye, utakuwa na ulinzi zaidi. Kwa kiufupi ni kwamba umtegemee, uanze na Mungu katika kila jambo. Ndio maana sisi Waislamu katika kila jambo ambalo unafanya unatakiwa uanze kwa kusema bismillah. Bismillah maana yake ni kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukisema kwa jina la Mwenyezi Mungu, ina maana pale Ibilisi hana nafasi, anachukua nafasi. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anakuwa msimamizi wa hilo jambo. Kwa mfano hata kama unavaa nguo, ukisema bismillah, kama unakula chakula bismillah, yani kwa maana uanze na Mungu. Kwa mfano unaweza kuona labda mtu unakula chakula kingi lakini hujashiba. Kwa nini? Saa nyingine inaweza ikawa labda unakula na majini. Kwa hiyo unashangaa hujashiba, kumbe hujala peke yako, unakula na majini. Lakini ukisema bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu, na maana hawezi kusogelea kile chakula chako, wewe utakuwa unakula na unashiba tu vizuri. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo watu tunakuwa tukifuatilia, lakini ni muhimu sana katika maisha yetu.